yani sisi sote na mali tulizonazo na kila kitu ambacho tunacho, zote hizi ni amana ya Mungu, na hapana budi siku moja kurudishwa amana kwa mwenyewe. Fama almuazza bibaqin ba'da mayitihi wala almuazzi walau asha ila hin, hakuwa mwenye kupewa pole ni mwenye kusalia, ni mwenye kuendelea kuishi baada ya yule mfu wake, wala mwenye kutoa pole. Mwenye kupewa pole na mwenye kutoa pole wote watakufa, hakuna atakayebakia. Yani sisi ambao tunawapa pole waliofiwa na wale wafiwa ambao kwamba tunawapa pole, sote tutaondoka katika ulimwengu, hakuna atakayekuwa amebakia. Hata alipokuja Israeli kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika wakati wa kufa kwake, Mtume alimuona zile alama zake, akaona huyu alama amekuja kwa ajili ya safari. Akamwambia, ajita zairan am qabida, umekuja kwa lipi wewe? Umekuja kunitembelea tu au umekuja kuchukua na roho yangu? Akasema, nimekuja, lakini wewe umechaguzwa, anta mukhayyar, wewe umechaguzwa na Mungu. Ukitaka uishi utaendelea kuishi, mimi nitarudi, lakini kama huna haja ya kuishi tena baada ya hapa, basi nimepewa ruhusa nichukue roho yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ngoja nimalize mambo yangu kwanza. Akatoa nyasia, akasema hiki na hiki, kama ilivyo katika wakati historia ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mtume akaondoka katika ulimwengu. Sasa ikiwa kaondoka Mtume, aliweza kumstopisha Israeli kwamba ngojea kwanza nimalize mambo yangu, nitoe wasia katika umati wangu na nini na akasimama kweli Israeli asichukue roho yake. Kisha ilipokuwa tayari akamwambia, haya chukua roho kama utakavyo. Kisha akaichukua. Sembuse wewe ambaye Israeli akija wala haulizi, yeye anachukua roho yake anakwenda zake. Kwa hiyo wakati wa kufa upo na wakati wa kuondoka katika ulimwengu